niseme nini Bwana? Tuseme nini Bwana? Tuseme nini Bwana? Bali tunashukuru. Niseme nini Bwana? Niseme Bwana, niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali tunashukuru. Oh, tuseme nini Bwana? Tuseme nini Bwana? Tuseme nini Bwana? Ale tunashukuru. Tuseme nini Maneno yako niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Ale tunashukuru. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Ale ninashukuru. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Umenilisha mimi, umefunua neno lako. Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Tunakufurahia kwa mafunuo yako. Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Asante kwa utumishi wako uliotujalia. Tumekuona Bwana, hapa tunashukuru. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Oh, tunakushukuru Bwana kwa upendo wako. Niseme nini Bwana? Ale ninashukuru. One specializes in things not impossible, and he will do what no other power can do. We never did with their obstacles. There's no much fall to the ground. Whatever fails with the word of his promises. Very much around. When it was you think I'm possible, but in the rainbows you can't turn it through. Conceptualizes in things not impossible, and then we do what I can do. So when this word is dependable, we know the waters for you. Situation is unamenable. This is how you chill. But in it, you think around.
You cannot be given or described about it. Amen. So everything that comes out of the Bible, it is only that is right. And when I do a commercial name out of Bible, it is dead. It is dead. Let me give this as we finish. You woman, wherever you are. Let me give you a task food. You have been giving you milk today. Let me taste about something that can be called a meat. In the Bible, there was one woman. Was a queen. Then queen. A queen is not a regular person. Queen of Kenyatta, it was a very big person. And not man, queen. The queen lady, God used her. To give us a moral lesson. He gave you a moral lesson. The way our women are dressing, you attract men. Glory to God. It is the same way that woman did. After being so corruptible, killing Naboth, he decided to fetch men. And he went, that's to me, and made herself ready. That's to oikre. The way you do every day when you are traveling or going to church. You make up yourself. You dress the nicest dress that you dress. That dress that looks as if it is only pieces that were left as pillars. And some that even they don't fit. It's like you are bumped into them. Glory to God. Amen. God made sure that she was eaten by dogs. Amina. Haleluya. Akiwa ameandaa meza ili ambishwe aingie na hana na wewe. Kwa nini Yesu analalamika?
Lalamika. Kwa nini Yesu analalamika jioni ya leo? Inamaanisha moyoni mwako umemkataa, umtaki, utaki kumfungulia. Wakati unasikia neno lako unafanya moyo wako kuwa mzuri. Niko hapa kukutangazia, fanya moyo wako kuwa mnyofu ili Bwana Yesu aweze kuingia ndani yako, kwa sababu ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye uzima wa milele. Leo tukiuliza, wengi wanasema wameokoka, lakini tukiangalia njia zao hazionyeshwi wokovu. Jioni ya leo watu wote wanajiita Wakristo, lakini tukiangalia Kristo ndani yao haonekani. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Lakini jioni ya leo amesimama mlangoni, anambisha mlango, anataka mtu amfungulie tu aweze kuingia ale na wewe. Bwana asifiwe sana. Na nina imani ya leo watamfungulia na ataingia na atala naye. Haleluya! Sio chakula ingine. Yeye mwenyewe anasema mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali neno lake limetoka kinywani. Na leo hii anambisha mlango aingie ndani yako, ale nawe neno lake. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wamejinua siku za mwisho, siku za mwisho. Unaona shetani amejinua kila kona, hata watu wamejipa majina ambao tukiangalia katika maandiko hayako hata jina moja. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Nasikia mtu anaitwa Hashibisho, wengine wanaitwa Holiness. Haleluya! In the Bible there is nothing like that. Hallelujah. And this evening we are here to call you to come out from that nonsense. Hallelujah. Amen. Huyu anajiita Holiness. Si kulingana maandiko. Acha kupe maandiko, ile inampanya awe mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bado amesimama mlangoni, anambisha, anataka tu mtu aseme karibu, anataka tu mtu mmoja anyooshe moyo wake, amwambie ingia ndani. Naye anasema akiingia ndani atala na wewe, ataishi na wewe. Haleluya. Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hapo ulipo, God wants you. Haleluya. Hapo ulipo, Mungu anakuita. Hapo ulipo, yeye amesimama mlangoni. Hapo ulipo, yeye anataka kuingia nalo na wewe, anataka kufanya urafiki na wewe, anataka kufanya ushirika na wewe, anataka kufanya relationship na wewe. Haleluya. Anataka uwashe tenunia, amfuate yeye. Kijana tajiri anasema, God Master, how can I go to enter the kingdom? Haleluya. Amen. Yeye anamwambia acha yote, nifuate. Lakini kijana anaona akiwa mjwanje. Haleluya. Yeye anajua sheria 10, anajua neno lote, ameenda hata theology.
second time into his mother's womb. Bonya lochako donje mine mingidilio and be born again. Ekanyule kendo. Jesus answered, yes, okay? Verily, verily, I said unto thee, adiera, adiera, awachuni, except a man be born of water, makmanakanato, onyol kod pi, except a man be born of water, kanato kunyol gi pi, and of the Spirit, kod roho, he cannot, ok onyal, enter the kingdom of God. Donjo e piny mopolo. Mane ndiko mwadhi puonje kawuono. By the scripture we learn today. Mawuoyo kuom Nicodemus. Inayozungumzia Nikodemo. Nicodemus wacho ni ne jatend jo-Farisayo. Tunaambiwa ya kwamba Nikodemo alikuwa kiongozi wa Farisayo. Nicodemus mwacho ni ne japuonj maduong'. Na Biblia inasema ya kwamba huyu Nikodemo alikuwa mwalimu mshauri. Kendo ne japuonj weche Nyasaye. Na tena alikuwa mwalimu wa neno la Mungu. Ng'at ni ne nigi kanisa mane puonjo ji. Alikuwa kwa kanisa iliyokuwa ikifunza watu. Mane ng'at ma kochopo chieng' Jumapili torwako kanzu. Huyu ni mtu ambaye ilipofika siku ya Jumapili alikuwa Amen. Do you believe that? Amen. Maisha yako iko anje. Mungu anaweza futa na iandike upya. Amen. Anaweza? Amen. Haleluya. Ameandikia Zekaria unaenda kufa. Tayarisha. Haleluya. Immediately Zekaria anapata habari. Amen. Ameambiwa hautaamuka hapo. Anasema si unasema sitaamuka hapa. Anaamuka anapiga magoti. Bwana asifiwe sana. Wakati anaamuka, Mungu anachukua kitabu yake, anafuta, anaandika nimekuongeza. Amen. God can write. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Praise be the name of our Lord Jesus. Amen. Amen. God wrote the Ten Commandments with his own finger. He wrote on the walls of Babylon once. Amen. Ama ni mtu alikuwa anaandika hapo? Hapana. Mungu anaandika. Na kwa nini sasa asiandike maisha yako upya? Akina dada, ndugu. Kwa nini asiandike maisha yako upya tena leo? Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo tunawaleta muone whatever you desire. Amen. When you pray and you ask prosperity. Yes. Yaani fulani ile Mungu ameweka mbele yako. Mipango. I want to tell you. Kama ungefunguliwa hivi uone. Ungefurahia. Amen. So you see today you don't have car. You know everything in this world it is yours. You can claim it. If I tell you, Sister Esther, tomorrow you are going to receive your car. Saa hiyo kwa akili yako, what I know a man, you start mbanga account yangu iko na. Umeona hii? Ukiniambia niko na car wewe ni manabii wa uongo. No. Not like that. We are the believers. Amen. We are supposed to believe everything. Amen. Even if it is art. Hata kama ni ngumu anje, believe it. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna testimony nilikuwa nafuatiwa na ndugu mmoja wa Mombasa. Haleluya. Na niambia kuna ndugu alikuwa anaomba gari. Akajua hana kazi. Hata mahali analala ni shida. Lakini yeye wakienda kwa kanisa akianza maombi anaambia Mungu nataka gari. Haleluya. Wao wakifika katikati yeye anaanza kuendesha. Mungu nataka kuendesha hivi. Haleluya. Amen. Bila kuendesha. I tell you, I could take even 2 months. And the end of Christ, ndio Kristo, is God in the side. So now I wonder, or a bit of a how people cannot do how the word says, Jimomi Jokiel Timo Kaka ndiko wacho, before consulting the headquarters. The consult headquarters may give. I wonder where the headquarters of God can be here on earth. Awara enya kubadi kuota Maria sae ina loketie epenyika.
I just know. If you have an quarter of God, in God of Maka it is in heaven, in Tirapolo. And something that is constructed from there. So, you know, in the Mogaria Pinka, just watch yourself. Yeah. One day, as the end is being swept, it shall be swept together in the earth. And then the Glory to God. That bishop that you adore, Bishop William, one day, as we will be with, we shall go together with him. Because the Bible says, in Genesis, every people shall be gathered unto their people. It's your responsibility to know and you come marry who are your people. If you are this, if you are a bit, you know other things. If you want to know the rest of your members, you only need to just cut you. And just give you a little taste of food. That's it. And he will let us know your members. If you take beer, if you know it's beer, you only know your members. When you joke, the cigarettes also from the side. I wonder whether they read the Bible opposite. But I in the car. This is glory to God. Because in the first Timothy chapter 2, we get possible to be told Mongongo Ario. I think from verse 9, it says women to adore themselves. What should it? One more of Leonie, Mobidore. To adore themselves in modesty. Oh, Giroa could Leonie, Mobidore. Glory to God. Amen. Not the priests of Kajodolo, but because we have seen that they color themselves teachers. So, to preach to them the word of God, but to give them purpose. Glory to God. Amen. They are giving them stories. Someone can just sleep and wake up and say, God spoke to me. That's what you need. But on Sunday, we will be worshiping with the white cloth. Glory to God. Amen. We shall be praying. We are purple clothes. The love my purple. And a red nothing. Those are fables. Mother gives identity. They will never teach the word correctly. But they will put the words my bear. Glory to God. Amen. Then you wonder, which Bible are they reading? Because you see, men are covering their head. Because but in 1 Corinthians, chapter 11, you can read. Glory to God. Amen. It says like this. Verse 3. But I would have you to know this. I would have you to know that the head of every man is Christ. So I don't want to with in Christo, and the head of the woman is the man. Would you come
unaweza kuja. Glory to God. Mungu atubariki. We might have not lived. Hatutakuwa tumeishi. We might have not. Hatutakuwa tumeishi. Naweza kuwa tujaishi. Yeah. Well with Jesus Christ. Sawa sawa na Yesu Kristo. We might have not treated him the way he should be treated. Hatutakuwa tumeenenda sawa sawa na vile anapasa. But tonight, na usiku wa leo, you want to welcome him back. Tunataka kumkaribishe katikati yetu. In our hearts. Kwa moyo wetu. That we shall treat him very well. Ya kwamba tutaenenda kwake sawa sawa. We shall give him the first priority. Tutampatia ile kipaumbele. We shall testify to our neighbors. Tutashuhudia kwa majirani wetu. Glory to God. Amen. And wherever we shall be going, na popote tutaenda, we shall be giving out a sweet smelling savor to the world. Tutakuwa tunatoa ile manukato mazuri kwa ulimwengu. Glory to God. Mungu abarikiwe. Now listen. Sasa sikiza, pastors, wabwili, ladies and men both, wasichana na wavulana. There is one thing that I know you are guilty of there. Kuna kitu ambayo sasa unashuku sana. You are guilty of not having the right kind of fellowship. They want to check everything. You don't need to go to, but they are checking is not the standard. Wakati niye okeni ratile. Glory to God. They are eating. They are eating according to their desires. It is exactly called already gombo nijiweji. Glory to God. You know the minister says, that women are working wicked. We want to work wicked. And it has come to our teachers, the teachers that we have chosen in our churches, instead of telling our women to dress well, they are the ones who are going to dress like the woman. They are the ones who are dressing properly more than their wives. Amen. If you can walk around in a Lomoto, you will see there are some people who are dressing like the women. But having a double beard. Double beard. Na inawapasa wavae jinsi wanawake wanafaa kuvaa. Kwa sababu walikuwa wamechaguliwa ili waweze kupeana hadithi za uongo. Na kwa sababu neno lazima litimie, lazima wavalie kama wanawake. Even you wonder who is the man in that house. Other than telling their women to dress well, they come up with a dress. And they are calling that is a word from the Lord. And I wonder whether they read the Bible opposite. Because in the first Timothy chapter 2, I think from verse 9,
yao ilikuwa inaharibika, walikuwa na wachana. Ndio wana timore. Adier. Sio mnaona. Wale na kwa Tanzania na wewe kende cho wewe. Ndio watu wanawana na wanawachana. Wanawana na wanawachana. Ndio inatokea. Ndio Yesu Kristo kuja kwa Bwana Yesu. Okomyele. Nijulikane. Ndio Kristo arowaina. Kwa sababu Yesu anatupenda sana. Ndio wadi. Wakati wetu leo. Wito wa nyaka rahisi. Akatuambia paka ishara. Amen. Kwa sababu kama kurudi kwake ni karibu. Ndio ile kazi kipimo utaona hizi ishara zikifanyika. Ana mawazo ni ukaono. Ndio maana tunataka kuona siku ya leo. Ni siku ndalo giko. Sababu banda ni siku ndalo giko. Baada ya ishara ya siku za mwisho. Kama ndio roho, tukiona kama umetoka. Hapa ni mingi ngoja tukiwa. Tunataka kutumia toke. Jambiwa ifai kugusa maji. Haleluya. Amen. Wasome kitabu tunasoma katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo. Ades badala pana mwe. Ile mlango wa 3. La ile kama mwanadamu kiti ndiko gibu ilikuwa na neno na ilikuwa inaandikwa katika vitabu. Wadongi mimi wangono wake imebaki kama neno la Mungu. Ikao wachi katika uzimu. Unachukua neno ama unachukua nini? Dini ndote dini maneno wachi. Unajua madini ndio zinasulubisha neno. Bali ni Yesu Kristo. Ambaye ni Yesu Kristo. Madini ya chunga dira. Na yeye kumbana usimame na neno kweli. Kwa inio na uwe na dikar kama ili para kama neno kweli. Bila kuangalia imenenaje kwa maneno ambayo haitakusaidia. Pedro ni kama imetiano. Ingawaje uko hapo palipo record kiima mimi mwanamke kwa Biblia. Unajisikia na kitu ambayo ni neno katika Biblia. Uko kai makosa katamati. Unachukuliwa makosa atakamwe. Kwa neno sasa mko ikia adiera kwa sababu wakati mwingine au unajua kweli sama kuna adiera safu na wakati ukono umetaroniwa oreka ingado ni jira ndio sasa unahukumiwa uko pidaga adiera bange adiera kwa sababu umekataa kukubali neno baada ya kukubali ingado ni bura hiyo ndio sasa unahukumiwa. Ndio maneno wa mwana Saulo kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Saulo nana Yesu Kristo ana maraji. Saulo alikuwa anaona Yesu Kristo alikuwa mtu mbaya. Na maono jino ndo cha mringo za madhambi. Mtu ambaye anaambia watu wakule mwili yake na wanywe damu yake. Na mtu wa mko kanisa. Mtu ambaye anataka kubomoa kanisa na kumonda kanisa. Na machia mgijoricho. Mtu ambaye anakula na wenye dhambi. Ikmaricho mang'ani wanaona kuombe. Izure maneno ambayo aliona kwake. Ndio Saulo ndo dagi Yesu Kristo. Ndipo Saulo alikataa Yesu Kristo. Ndio naona ndio Yesu sio ndo bendo legonezi. Aniona sasa wale ambao Yesu Kristo anawadanganya wanapaswa kuuawa. Wakana ufwe. Nero mnafwe nero Musa monega Musa itafikia saa mara die. Na ile nuru ambayo ilikuja kwa Musa mpaka Musa akajua ni ukweli. Ya mama Saulo benoro magilero no. Ndio siku ambayo Saulo alikutana na ile nuru. Lelo luongeji nyingi Saulo isana mano. Na ile nuru ikamuita Saulo mbona wanasumbua? Saulo nene waliongenti ngaruo na Saulo akamwambia, "Je, wewe ni nani Mungu?" Akana wacho ani Yesu Kristo misando. Akasema mimi ni Yesu Kristo ambaye unanisulubisha ama unanisumbua. Yesu kuonyeleni Saulo ni imokedo gagono en gila tie. Ndio Saulo akagundua hiyo kitu ambayo anapigania ni ukweli. Ndio kama sasa wenyewe imokedo wale na die. Ndipo alipotambua kitu ambayo wanapigania ni ukweli. Saulo nono ngima napo chuko Yesu Kristo. Saulo alizizalamisha kwa Yesu Kristo. Majama na usiro kwa okudua aleto no yepo. Ambao watu ambao walikuwa wanajaribu kumsaidia walikuwa wanampinga, walikuwa wanajaribu kukimia. Imano kejo gona huenyerene na die. Kile ambaye alikuwa anapigania ili kujifungua, akalijua ni ukweli. Ndio wakela diera ukwala. Sasa tumeleta ukweli ukwala. Ndio kama mama jo matindo jo mtu oga na bio kile injini ukwala. Asante sana wenye rika ambao wameamua walete neno la Mungu hapo kwala. Nyasaye Mungu awabariki. Makore choko kwa openea mwapele ukwala kama hivi. Sasa hii ndio kongamano letu la nne ya mwisho. Wacho kaida alaka wapunje kutoa. Tunaopata despisiwa. Ewe. Mkikosa kusema kwa nguvu unajua mimi nitarudia tu. Na mtu asidharau nini? Ujana wako. Sasa mnaniambia wangu mimi vijana. Na mtu asidharau nini? Ujana wangu. Ujana wangu. Hata mimi kijana hapo sasa hivi.
Ama kwa nini? Mimi nafanya nini kwa vijana? Si mimi ni kijana. Wewe ni kijana. Wajana. Yes. Mimi ni kijana wajana. Kuna wengine vijana wajuzi. Na kuna wengine ni wazee wale wa leo. Hivyo Bwana tuwabariki sana. Nafikiria tumefika ya kwamba tuungane tuwe na umoja. Amen. Tuungane tuwe na vision. Amina. Ya kwamba tupeleke hii kitu internationally. Yes. Bwana tuwabariki. Amen. Kuna mtu tu anaweza simame tu na anaongea kitu hutasahau. Na mimi labda yale nitaongea mengi nitasahau asubuhi. Lakini hapa don't forget to be happy. Na tumfanye kitu inaitwa advancement. Na tena tufanye tupeleke hii nini? International. Asimupigie makofi. Hiyo achana nayo. Beba chakula chao, wanajipikia, bora umewapatia makao tu, na watajipanga. Sasa hapo tukasikia nafuu kidogo, but hiyo moto yenye mko nayo isizimike. Haleluya. Isizimike. Nimefurahia youth wa kutoka Niko Church kuwa hapa. Wacha youth wa Niko Church wasimame. The youths are requesting to be hosted here. I questioned myself, what type of youth meeting? Because we have had many and they don't come out. So that's why I was questioning myself. So I was making myself. What I would say is I've seen what I didn't expect to see. Amen. This is a special group. From the one I was expecting. Amen. I don't know what marks to give you. But God has given you marks. Mungu alinena. Amen. Who else to give marks? It's God. If God has appeared here and has spoken, Amen. you've gotten 100%. Amen. So what I would urge you, we were also youth, and we grow with the time, especially when you know your role in this ministry. It's when you go even faster. You know what you are supposed to do. Amen. Because here, there is no idleness. Each and every person must know what role God has given Amen. to play here. Whether you are a preacher, whether you will be, all those things, huh? Praying to the sick and get healed. You should know what is your gift. What is your calling? You should know that. Amen. But when you have known the part or the role you are supposed to play, do it well. Do it well. Show the people. Point to the world who Christ is. Amen. More than pointing to the world who is Satan. If you want to win so many people, first start by pointing who is Christ. then beginning
you are deceived. You are in the message of the doctrine of the devil. When you begin like that, you create negative feeling. Don't begin like that. Amen. Let that one come later when you have convinced. Don't start with that. Show them Christ first until you win there. So when you make them compare. If this is Christ, that is not Christ. Huh? Amen. You'll end up summarized by showing them the devil. Not begin by showing Yesu ni mwana wa mfalme, oh mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme. Baba yangu ana mali nyingi, kushika hazina zote mkononi, fedha zote na mawe na mali na dhahabu zote ulimwenguni. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme, ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Mwokozi wangu alitembea ulimwengu, anatuombea sasa ili tuwe watu wake kabisa. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme, ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme. Nilitupa mbali duniani, nikakubali kuwa mwenye dhambi, bali sasa nimeokolewa, hili jina langu limeandikwa. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme, ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme. Nyumba sioni shaka, makao mazuri nitayapata, nikiamishwa na watu wangu, nitafurahi na Mwokozi wangu. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme, ni mwana wa mfalme.